Bila shaka utakuwa unajua ambacho kinachoendelea mitandaoni ndani ya record label ya Konde Boy. Kama hujui basi ngoja nikudodosee kidogo. Hapo nyuma tumeona walikuwa wasanii mbalimbali wanatoka. Tumeona Kili, tumeona Chidi, tumeona Angela ametoka, akabaki Ibra peke yake. Sasa safari hii Ibra anasema kwamba anataka kutoka kwenye label ya Konde Boy, na sio anataka, ila Konde Boy amemfukuza na amemwambia alipe bilioni 1. Yani kama fidia ya kusimamia muziki wake tangu anaanza mpaka sasa hivi. Kwa hiyo alipe bilioni 1. Sasa swala hili watu wengi wamekuwa wakimwonea huruma, lakini wengine wakisema kwamba ni muongo. Yeye ndo anaitaka, kwa sababu msanii anapovunja mkataba yeye ndo anatakiwa alipe fidia, na msanii anapovunjishwa mkataba na bosi wake, basi bosi ndo anamlipia, analipa fidia. Kwa hiyo kama scenario inasema kwamba Ibra alipe, basi Ibra ndiye ndo anaitaka kutoka. Lakini wengi wamehusisha kwamba kutoka kwa Ibra kunahusiana na Harmonize kutaka kurudiana na Kajala, na tushasikia story hapo nyuma kwamba Kajala anakuwa kama anaita figisu kwenye lebo. Sasa watu wengi wametoa maoni yao, lakini sasa Mwijaku yeye ametoa maoni ya tofauti, na maoni hayo yanaonyesha yuko upande wa Harmonize na kusema kwamba Ibra ni muongo. Yani kwa mazingira alotokea Harmonize hawezi kumlipisha bilioni 1, au kwa mazingira anayoishi na Ibra hawezi kumlipisha bilioni 1. Tunafahamu kwamba Harmonize ametoka kwenye record label ya WCB, na alivyotaka kutoka alilipishwa milioni 500. Sasa kama yeye amelipishwa milioni 500, kwa nini yeye amlipishe mwenzie bilioni 1 na wakati hana uwezo huo wala mziki wake? Yani hata katika maisha yake ya kawaida Ibra hajawahi kushika hiyo bilioni 1 kuimiliki, hajawahi. Sasa kwa nini amlipishe pesa hiyo? Sasa msikilize Mwijaku hapo, afu dondosha comment yako kwamba unakubaliana na Mwijaku au upo upande wa Ibra. Bwana, sakata la Ibra limenifanya nishughulike kidogo, lakini naomba niseme kwanza kitu kimoja. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemuomba Ibra shilingi bilioni 1. Ni mtu wa mwisho kabisa kukubali. Kwa life alopitia Harmonize, kwa maisha alopitia Harmonize, simuoni Harmonize akimuomba Ibra shilingi bilioni 1 ili avunje mkataba. Jinsi Harmonize alivyopambana na Ibra, jinsi Harmonize alivyoinvest kwa Ibra, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brand ya Ibra kuwa kubwa kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu. Naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameomba bilioni 1 kuvunja mkataba. Nakataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi. Ibra ameanza kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riziki. Kuanzia mwaka jana mwezi wa 10 ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza kaomba bilioni 1. Ila naamini kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka. Yani kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka, kwa sababu hit song yake Ibra Copy and Paste ni moja kati ya hit song. Kabla hajarelease hii ngoma, Ibra alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwa Harmonize kumsikilizisha ngoma zaidi ya moja. Yeye akaichagua hiyo, na Harmonize akampa hela ya kushuti video ya hit song yake ya Copy and Paste. Siamini kabisa kama Harmonize anaweza kumuomba bilioni 1 Ibra, ila naamini Ibra kuna vipengele anaviruka kupitia makubaliano yake yeye na Konde Gang. Nachoamini kuwa Ibra, zungumza na viongozi wako. Kama una mtu nyuma ambaye anataka kusimamia kazi yako, zungumza na viongozi wako, azungumze na management ya Konde Gang. Unaweza ukatoka Konde Gang peaceful, pasi na kulipa hela yote ambayo sasa hivi unahangaika kuichangisha. Siamini Harmonize kutaka shilingi bilioni 1. Katika nafsi yangu nimeishi na Harmonize takriban miaka 10. Siamini Harmonize ataomba bilioni 1. Ila naamini kone kumruhusu mtu kwenda kwa makubaliano. Kwa hiyo Ibra, nikuombe, kama una management, kama una watu yuko nyuma yako wanataka kusimamia, waambie wakaongee na jembe, wakaongee na chopa. Hakuna kinachoshindikana kabisa, na watakurelease, utakuwa free. Lakini siamini Harmonize anaweza kaomba bilioni 1. Trust me. Fuata utaratibu Ibra, you are a big brand. Tumekutengeneza kwa gharama kubwa. You are a big superstar. Tafuta management, ikae chini. Naamini kwenye uwezo wako you'll make it, lakini usipakaze ubaya kwa mtu ambaye amewekeza kwako. Don't ever.
dhambi mbaya sana hii mdogo wangu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hala.